Kuna asubuhi ambazo hazisahauliki kwenye akili ya binadamu kutokana tu na hali au matukio ambayo huambatana na siku hiyo, na siku zote kila siku huanza na machweo yake vizuri tu, ila mawio yake ndiyo tofautiana na mitazamo tofauti ya watu. Aprili 25 mwaka 2026 ilikuwa mojawapo ya asubuhi ambazo watu wa taifa la Mali walishuhudia hali isiyo ya kawaida. Majira ya asubuhi ikiwa machweo yake yalikuwa hata hayajatamatika vizuri katika mji wa Bamako, ikiwa watu wake walikuwa bado wamelala. Lakini wahenga wanasema kwamba vita havingoji usingizi wa mtu. Lilisikika bomu moja kisha jingine, kisha nchi nzima ikawa moto kwa taarifa mbalimbali kuhusu mashambulizi ya kundi la Tuareg yaliyopelekea kuuawa kwa waziri wa ulinzi wa taifa hilo Sadio Kamara. Kwa muda wa siku 2 rais wa taifa hilo alitoweka bila kujulikana wapi alipo. Hofu ikatanda kwa taifa zima la Mali, na maswali makubwa zaidi yalianza kuibuka kutoka kwa watu wa Mali. Je, Mali bado ni taifa au ni mzigo tu unaongojea kuporomoka? Sasa kabla tujafika mbali, hebu tuangalie hali hii imetokea wapi hasa. Ungana nami Samson Bahati katika makala ya Jicho la Siasa kwa siku hii ya leo. Tuwe sote mpaka pale nitakapokuambia kwa heri. Ila kabla ya yote, kama bado hujasubscribe na kufollow Jicho la Siasa, unaweza kufanya hivyo ili kupata updates za taarifa mbalimbali na makala za Jicho la Siasa. Kabla ya kuelewa siku hiyo ya Aprili 25, lazima turudi nyuma kidogo, kwa sababu msiba huu haukuzuka usiku mmoja tu, bali ni matokeo ya mlolongo mrefu wa matukio yaliyoanza miaka kadhaa nyuma. Ulikuwa ukikua polepole kwa miaka mingi. Mwaka 2012, rais aliyechaguliwa kwa kura ya wananchi aliondolewa kwa nguvu kwa mapinduzi ya kwanza, na mwaka 2020 Assimi Goïta ambaye ni rais wa sasa wa taifa hilo na wenzake wakaingia ikulu kwa silaha kali na za kivita. Mapinduzi ya pili yalikuwa mwaka 2021. Assimi Goïta akamuondoa mwenzake, akachukua kila kitu na kuchukua mamlaka ya taifa hilo. Mapinduzi ya tatu ndani ya miaka miwili tu, na kila mapinduzi yalipofanikiwa, adui wa taifa alikuwa akipata nguvu zaidi bila kuzuiwa, bila kupingwa. Ufaransa ilipelekwa na Umoja wa Mataifa uliondolewa katika taifa hilo la Mali. Ndipo ukazaliwa ushirika mpya wa Urusi kama suluhisho na mshirika wa kijeshi katika nchi ya Mali, lakini suluhisho lilikuwa na bei yake. Sasa siku hiyo majira ya saa 5:20 asubuhi, wakati walimwengu ndo kwanza walikuwa wanaanza siku yao katika nchi ya Mali, mipango ya miezi mingi ilikuwa tayari imefungua mlango wake. Ndipo yalipoanza mashambulizi yaliyoenea katika maeneo tofauti. Halikuwa shambulio la sehemu moja, halikuwa shambulio la kikosi kimoja. Ilikuwa vita vya wakati mmoja, kutoka kaskazini hadi kusini, umbali wa kilomita 1500 kwa mpangilio ambao hata wataalamu hawakuutarajia. Katikati wanaume walioingia kama askari wa serikali wakiwa na silaha zao halisi, huku sare zao ni za uongo. Katika uwanja wa ndege wa Bamako, risasi zilianza kumiminika zilizopelekea ndege zote kufungwa, na abiria wakabaki wanangojea habari ambazo hazikufika kwa wakati. Katika mji wa Kidal wa kaskazini, mbali na vizuizi vya usalama, vilikuwa vikibadilika kama mwanga wa mshumaa unaozimwa na upepo. Na kwa wakati mmoja huo huo, katika mji wa Mopti, Savea na Gao, milipuko, risasi, watu walikimbia pasipo kujua wanakimbilia wapi. Hii haikuwa mshambulio wa nasibu. Hii ilikuwa kazi ya akili iliyopangwa, iliyotekelezwa na iliyofanikiwa. Miongoni mwa mambo yote yaliyotokea siku hiyo, kuna moja ambalo linabeba uzito tofauti. Jenerali Sadio Kamara sio jina tu, alikuwa nguzo, mtu aliyojenga kila kitu. Ushirika na Urusi alikuwa mkono wake, mwelekeo wa jeshi alikuwa sauti yake, na wengine walimuona tayari kama kiongozi wa kesho. Nyumba yake ilishambuliwa alfajiri, lakini yeye hakukimbia. Alipigana yeye mwenyewe akiwa na silaha mkononi. Lakini vita havishindi kwa ujasiri pekee. Gari lililojaa mabomu lilifika kama jibu na mbinu ya mwisho ya adui. Ilisikika kelele ya mwali wa moto pamoja na mlipuko wa bomu. Kisha ukimya ukafuata. Alikuwa bado hai alipofikishwa hospitalini, lakini mwili wake ulikuwa umemalizika, akiwa amejeruhiwa vibaya mno na lile bomu. Na pale hospitalini alisimama pamoja naye mke wake na wajukuu wake wawili wadogo wasio na hatia. Serikali ilikataa kukubali ukweli wa muda, ikisema alikuwa salama, ikisema kila kitu kilikuwa sawa.
Ukweli ulifika siku moja baadaye, na ulifika kwa uzito ambao maneno pekee hayawezi kuuelezea. Na watu wa Mali walipokea msiba huu mzito kwa masikitiko makubwa. Na Rais Assimi Goïta yuko wapi sasa? Swali hilo lilikuwa linazunguka katika vichwa vya watu wa ulimwengu wa Mali, lakini jibu halikufika kwa wakati. Saa 24 baada ya mashambulio, rais hakuonekana. Hakusema neno lolote. Siku ya pili serikali ilitoa taarifa, na siku ya tatu wapiganaji walikuwa wakifurika katika mitandao ya kijamii wakirusha picha za ushindi, video za ujasiri, wakati serikali ikijaribu kudhibiti maneno peke yake. Katika historia ya Afrika, kiongozi asiyeonekana wakati wa vita ni ishara ambayo haihitaji ufafanuzi. Swali moja lilitosha: je, Mali bado ina kiongozi mkuu? Au Mali bado ina kiongozi au rais ambaye anaweza kuitetea nchi ya Mali? Urusi iliingia Mali ikijinasibu kama mkombozi baada ya Ufaransa kuondoka Moscow. Ilifika pale kwa ajili ya kutoa msaada, na Mali iliamini itatumia fedha. Ikapoteza washirika wa magharibi, ikaandika upya historia yake yote kwa ajili ya ushirika huu. Lakini siku ya mtihani, Aprili 25, ukweli ulijionesha wenyewe. Kidal, mji ambao Urusi na Mali walifurahi kuushinda mwaka 2023, ulianguka bila vita vikubwa. Warusi waliondoka, wakaacha vifaa, wakaacha askari. Hii ni kutokana na shinikizo kubwa kutoka kwa kundi la Tuareg ambalo kwa asilimia kubwa limekuwa likipiga vita ushirika wa Urusi ndani ya nchi ya Mali, wakitaka wabaki wenyewe. Tesalti, kambi ya kijeshi ya kimkakati, iliachwa kimya kimya. Hakuna mpiganaji aliyesubiri hadi mwisho. Urusi ilidai baadaye kwamba ilikuwa imezuia mapinduzi, lakini wataalamu wanauliza swali rahisi: kama ulizuia mapinduzi, kwa nini kaskazini yote ilianguka? Kuna tofauti kati ya mshirika wa kweli na mshirika anayekaa tu wakati mambo yako vizuri. Na Mali leo inajifunza tofauti hiyo kwa njia ngumu zaidi. Kwa wale wanaosikia habari hizi kwa mara ya kwanza, majina yanaweza kuchanganya, lakini ukweli ni rahisi. Mali inapigana vita vya tatu kwa wakati mmoja. La kwanza ni vita vya ardhi na kundi la FLA, wapiganaji wa Tuareg wanaotaka taifa lao wenyewe, wanaita Azawad. Wamekuwa wakipigana kwa ajili ya nchi yao kwa miongo mingi sana, na ndio maana taifa la Mali mpaka sasa limekuwa likishuhudia vita vya hapa na pale, migogoro ya wao kwa wao, na vita vya baadhi ya makabila kutoka nchi yao wenyewe. La pili ni vita vya itikadi la kundi la JNIM, tawi la Al-Qaeda katika Sahel. Hawataki mipaka tu, wanataka mfumo mzima wa utawala. Wanaandaa mbadala wa serikali katika maeneo wanayoyadhibiti. Asilimia kubwa mataifa ya magharibi, makundi kama Al-Qaeda, Al-Shabaab kutokea Sahel ndio yamekuwa yakisumbua zaidi katika mataifa hayo. Na ndiyo maana nchi kama Mali, Niger wamekuwa kisumbuliwa zaidi na makundi haya ambayo yanaongozwa na waasi, yakiwa yanapingana na serikali iliyopo madarakani. La tatu ni vita vya machafuko ya dola ya Kiislamu ya Sahel, ikitumia vita hivi kama nafasi yake. Wengi tumekuwa tukisikia kuhusiana na mataifa haya ambayo yapo magharibi, makundi ya waasi ya Kiislamu yamekuwa yakipigana vita ya wenyewe kwa wenyewe, wakiwa wanadai haki ya kuwa wao ndio wanataka kutawala katika mataifa hayo. Hata hivyo, JNIM si marafiki nao, lakini adui wa pamoja anawaunganisha. Hapa tukiwa tuna maana kwamba Al-Qaeda, JNIM pamoja na kundi la Tuareg wamekuwa wakipigana kwa ajili ya kuiondoa serikali moja ya Mali. Serikali moja, vita vitatu. Hii si vita tu. Hii ni mfumo wa kuiangusha taifa la Mali kutoka pande zote, kusini, mashariki pamoja na magharibi. Leo Mei mwaka 2026, ramani ya Mali haionekani kama ilivyokuwa. Kidal mpaka sasa iko mikononi mwa kundi la FLA. Tesalti iliachwa na serikali yenyewe. Gao inapiganiwa, bado haijulikani itakuwa ya nani. Mopti na Savea, mapigano bado hajaisha. Na Bamako, mji mkuu wa watu milioni 4, umezingirwa, barabara kuu zimefungwa, bidhaa hazifiki, na watu wa kawaida wanaishi kati ya vita vya wengine. Ndani ya jeshi lenyewe, askari 5 wanachunguzwa kwa tuhuma za kushirikiana na adui. Adui yuko nje ya mji, adui yuko ndani ya mji, na kiongozi analindwa na askari wa nchi nyingine katika nchi yake mwenyewe. Kuna swali ambalo watu wengi wanaogopa kulisema kwa sauti. Leo jicho la siasa tunakwenda kulivumbua. Je, serikali ya Mali
inaweza kusurvive kwa muda gani mpaka sasa? Tuangalie ukweli tunaouona. Serikali iliyopenywa kutoka ndani na mshirika ambaye alikimbilia kaskazini na adui ambaye alikuwa tayari amejipanga kwa miezi, inategemea nguvu gani ya kuendelea? Goita alijipandisha cheo nyota 5, akawa jenerali mkubwa zaidi nchini, lakini cheo hakidhibiti ardhi. Wanajeshi ndio wanaodhibiti, na leo ardhi inawaelekea wengine. Historia ya Afrika inatufundisha kitu kimoja: serikali zinazotegemea nguvu ya kigeni badala ya imani ya wananchi wao zinaishi muda mfupi, na wakati nguvu hiyo ya kigeni inapoanza kutikisika, serikali hiyo haina chochote kilichobakia. Katika historia, hakuna taifa lililoanguka kwa siku moja. Huanza polepole, uamuzi mbaya mmoja kisha mwingine tena, hadi siku moja. Polepole hiyo inakuwa ghafla. Mali iko katika hatua hiyo ya katikati ya polepole na ghafla. Tusishuhudie taifa la Mali likiingia katika mkanganyiko mkubwa zaidi kutokana na vita ambavyo vinaendelea na machafuko yasiyoisha ndani ya taifa hilo. Swali si kama itaanguka. Swali ni nani atakuwa pale itakapofika na pale itakapoanguka. Na ulimwengu utafanya nini? Ukiwa unaangalia tu, hii ni Jicho la Siasa. Hatusimami upande wa nguvu, tunasimama upande wa ukweli. Endelea kutazama. Endelea kujiuliza maswali, kwa sababu Mali leo inaweza kuwa jiografia nyingine kesho. Na leo tunaweza tukawa tumejifunza vitu vingi zaidi. Je, Assimi Goita ana nini cha kufanya mpaka sasa? Na nini ambacho inatakiwa kifanye kusudi aweze kuinusuru Mali mpaka sasa ilipofikia? Vita vya wenyewe kwa wenyewe na vita visivyotamatika. Makundi ya waasi Al-Qaeda pamoja na makundi ya Tuareg ndiyo ambayo yanaisumbua Mali, na hayatoki mbali, yanatoka ndani ya taifa lao wenyewe. Je, nchi ya Urusi kama mshirika wake mkuu, ambao asilimia kubwa makundi ya Tuareg pamoja na makundi ya Al-Qaeda ndio yanapiga vita zaidi kuhakikisha kwamba yanatimka ndani ya taifa la Mali, yataweza kuinusuru Mali na kuweza kuondoa utawala ambao upo sasa wa Assimi Goita? Ikumbuke kwamba Assimi Goita ameingia ndani ya madaraka sio kwa kuchaguliwa na wananchi, aliingia kwa mapinduzi. Je, hii ni nafasi ya makundi ya Tuareg kuhakikisha kwamba wanamtoa Assimi Goita ambao wengi wanamchukia? Hii ni makala ya Jicho la Siasa, na mpaka kufikia hapa kwa siku ya leo sina la ziada. Acha maoni yako kwenye uwanja wa comments. Usisahau kusubscribe na kulike Jicho la Siasa. Niliyekuletea makala hii ni mimi, Samson Bahati. Uwe na wakati mwema.